Tumeanzisha mpango ambao unaitwa Gumzo la Uchumi Mashinani. Na tunafikia watu wa chini. Tulianza hii na Waziri Mbadi. Tumetembea kaunti kadhaa, tulianzia Migori, tukaenda Kakamega, tukaenda Uasin Gishu, Kiambu, kuambia wananchi ni nini kinaendelea, nini serikali inafanya, na haswa mambo ya budgeting. Kwa sababu wakati mwingi watu wanakosea, wanafikiri ya kwamba budgeting huwa inafanywa June. Inaanza mwezi wa 8. Wanahitaji kuhusika kuanzia mwanzo, kwa sababu June ni climax tu ya kusoma. So kujibu swali lako, ground pale, najua ya kwamba pengine kwa muda mrefu mambo hayajakuwa sawa, na maendeleo si mambo ya instant things ya kwamba leo na kesho imefanyika. It's a process. It's a process. Mimi nimefanya kazi katika NGO. In a project ndio waweze kuevaluate your project, the impact, not impact, the outcome, the impact. Inachukua miaka 5. Serikali hii jamaliza miaka 5. Yeah? Na kuna mambo yanaonekana. Sasa hizi tuko na watu zaidi ya milioni 29 ambao wamejiajiri na wana benefit. Compare na NHIF ambayo ilikuwa na watu milioni 8 kwa hiyo miaka yote. Ukitaka kuevaluate the success ya hii serikali, chukua kila serikali zile zote, angalia miaka 3. That is being very objective. In 3 years walifanya nini? In 3 years hii serikali ya rais wetu William Ruto imefanya nini? Hivyo sasa utaweza kuangalia na useme serikali hii tuko katika barabara inayofaa kuelekeza watu kule Singapore ama hatuko pale. Asante. Right. Dora, asante sana, kwa sababu mimi nataka nianze na kusema hivi. Mwaka wa 2022 serikali hii ilipochukua uongozi, ukiangalia price, bei ya unga ilikuwa around ilikuwa 200 na kitu. Kwa sasa averagely I think unaweza pata around 165, 185. Inaashiria ya kwamba kuna projection ya sisi kuenda in the positive direction in terms of food security. Number 2, serikali ilipoingia fertilizer ilikuwa 7,500. Subsidized fertilizer, mbolea, saizi ni 2,500. Na kwa sababu ya kupitia kwa hiyo, ndio sababu nimekupea hizo statistics ya kwamba mwaka huu tunaashiria 70 million bags. Tuko na inaitwa nini, galana kulalu. Yeah? Tuko na dams zinajengwa, tuko na mambo mengi ambayo tunafanya kuensure ya kwamba mwananchi wa chini tuwe na food security. Ndiyo najua ya kwamba mambo ya Mungu sisi hatuwezi tukaelewa. Kwingine mvua mingi, kwingine mvua haipo. Na kule ambapo haipo tunajaribu kuweka mikakati. Tunashikana na State Department ya research kuangalia ni vipi tunaweza weka initiatives ambazo zitafanya kule ambako ni desert ama semi-arid iweze kujimudu miaka ijayo. Kwa hivyo mambo ya food security saizi kama serikali hatuko vibaya vile. Tunaelekea mahala pazuri, lakini si kusema kwamba tuketi tuweze kutulia tumefika, bado. Tunatia majukumu, tunaweka bidii ili tukaweze kufanikisha hii mipango. Na kwa sababu nisema whole of government approach, kwa hivyo wananchi so sisi tunataka tuwafikie pale chini, tuwaambie katika serikali hii mipango ambayo tumepangilia ni hii. Vision 2030 ndio inafika mwisho. Tumeachieve nini? Ni nini ambacho tujaachieve? Na plan ambayo inakuja after Vision 2030. Tunataka sauti ya mwananchi, ya mnyonge ikuwe ndani ya hiyo long term plan. So hiyo ndio desire yetu, na tunafikia vikundi tofauti.
tunafikia watu wa leaders wa kidini, religious leaders, na tunafikia bodaboda, tunafikia wanafunzi wa university, all the stakeholders. Tumetenga nafasi na pia tunatenga rasilimali kidogo ya kuweza kufikia wananchi na kuhamasisha. So hiyo ndio desire yetu ya Gumzo la Uchumi Mashinani. Na nijibu swali pengine la Rashid kabla nikuje kwa lako ya kwamba sauti ni nzito. Mimi mwenyewe ni mhubiri. So sasa na si kazi nimeanza leo. Hii kazi imenipata pale. Na bado pia tunafanya kwa pamoja tukimshukuru Mungu. Unajua Dora pia ni mhubiri. Okay. Hebu tafakari kanisa sasa, tufungue kanisa la Dr. Makoha Assemblies ambapo nitakuwa mama kanisa. Sina huo mpango. Dora unachoma, unajua daktari anasikizwa nyumbani. Kwani mama kanisa nani? Wale akina mama ambao wanatumika kwa madhabahu, wanaletea maji. Acha niache kierere. Asante Dr. Makoha. Kwa sababu sasa umeguza hapo kwa uchumi, gumzo la uchumi, na utarudi pale kwa miaka 3 umefanya nini? Katika hiyo gumzo ambayo mnafanya, nilikufuatilia sana ukiwa Kakamega. Na nikikunukuu ukasema kwamba pia mtu asipojipanga basi atakuwa anapanga kufeli. If you don't if you fail to plan, you plan to fail. Nikikunukuu vizuri. Na utakuta kwamba katika mara nyingi kunakuwa na nafasi kama hizi, mnasema kwamba mnakutana na wananchi na wanazungumza. Issue inakuwa ni kwamba wakati ambapo wametoa lalama zao, hoja zao, utekelezwaji wa kile ambacho labda wamewaeleza inakuwa ndio changamoto. Ningependa ueleze mwananchi hapa katika hizo gumzo la uchumi mashinani, maana atakwambia labda gharama ya maisha iko juu, atakwambia bei ya vitu imepanda na kadhalika na kadhalika. Mnawahusisha vipi kuhakikisha kwamba sauti yao inasikika, na kama wana mapendekezo kwa hakika yanaenda kutekelezwa katika ile the plan ambao mnapelekea mle mashinani? Asante sana Dora, na ni kwa sababu hii jambo halijakuwa likifanyika. Sidhani kama kumekuwa na katibu ama minister ambaye amekuwa finance ama national treasury ambaye amechukua jukumu la kufikia wananchi, kuketi nao. Na kwa sababu tumeanza, si kitu ambayo sisi si wanasiasa utaulizwa swali na useme tunataka barabara hapa na niseme tutajenga. Tunanukuu yale, tunayakusanya kama sasa ili yakawe part of the long term plan. So mambo mengine si kwamba hatusikii, tunasikia na tunayaweka chini, tunaenda katika mipango yetu, tunaangalia ni wapi tunaweza kuadjust. Na kama planning ukishakubaliana na mwananchi, ni mzuri ajue ya kwamba ukiomba barabara na rais aseme itafanyika, inachukua process, muda. Lazima ingie kwa plan, iingizwe kwa budget, makadirio ya pesa, ndio sasa implementation iweze kufika. Sijui kama nimejibu swali. Umejibu kiasi. Kwa hivyo mwananchi awe na hakika kwamba mapendekezo anayowapa. Tunapopangilia saizi tuna implement MTP4, that is medium term plan 4, ambayo inakuwa implemented na better bottom up economic transformation agenda for inclusive growth. Na katika mipango yoyote huwa unakuwa na malengo na unakuwa na vile utaangalia kama umefikia yale malengo ama hapana. Hiyo MTP4 inatembea pamoja na kitu tunaita the National Reporting Indicator Book. Hii hapa. So unapoanza kuuliza maswali, ni lazima mtu mwingine atajibu tu aseme atufanye kitu ama tunafanya, but sisi tunarudi tunaangalia tulipanga nini. Nikubalie tu nifungue na niweze kupea dada yetu Dora, ndio yuko karibu, moja ama mbili. Hii ni indicator book yetu. Naam. Ukiangalia unaona ya kwamba tuko na hizi ni indicators zinaonyesha baseline. Ndiyo. Kule tulianzia na kule tuliproject
kuanzia mwaka wa 2023-2024 mpaka mwaka wa 2026-2027. Tulipanga tukajua tukienda hivi tutakuwa tuna score nini. Mambo kama annual GDP growth 2023-2024 tulipanga tukasema itakuwa around 5.9. What did we score? Around 5.7. Tulipanga 2024-2025 ikawa around 6.3. What we scored around 4.7. Hivyo target yetu ya 2025-2026 was 6.6. That is 5.8. Inaonyesha hata tukiwa na hii shocks ambazo tumekuwa na shocks kadhaa, mambo ambayo yanaendelea in the global world, lakini bado unapoangalia hiyo performance si mbaya, ni nzuri. Tulisema mambo ya price stability itakuwa stable. Maybe wacha niende kwa kile ambacho wananchi wanaweza elewa sana. Mahindi ni nini tulipangilia hapa? Tulisema ya kwamba quantity of maize produced annually 90 bags. 2020 baseline ilikuwa tulipoanza ilikuwa 34 million wakati serikali hii iliingia. 34 million bags kwa mwaka, lakini 2023-2024 tukapangia tukasema tukitoka 34 2036 ni mzuri. What did we score is 47.6 million bags. 2024-2025 in our plan was 41. But what did we get? 44.7 million bags. Ukienda 2025-2026 huu mwaka ambao tulisema 45, lakini dalili inatuonyesha na the reports ambazo tuko nazo inaonyesha ya kwamba we are hitting 70 million bags. Hiyo ni kukuonyesha ya kwamba scorecard yetu naweza enda hata kwa mchele, niende kwa coffee. Hii inatu kama planning department kuna score tunapeana, hatupeani kwa baraza la wanasiasa, tunapeana kupitia kwa numbers, na hizi numbers zimepatikana kupitia kwa authorized government agency ambayo ina deal na statistics ambayo ni KNBS, ambayo iko na confidence ya hata IMF, World Bank wanachukua statistics zake. So hii scorecard inatuonyesha ya kwamba tunaendelea vizuri. Bila shaka msikilizaji, ni saa 2. State Department of Economic Planning imepewa majukumu, na haya majukumu ndio inatusaidia tuweze kufikia wananchi, tuwaelezee ni nini haswa serikali inafanya. Sisi tumepewa mambo ya coordinate the formulation, the implementation and the tracking of all government development plans. Na wakati tunapofanya vile, tunaangalia kuanzia tupate independence, ni uhuru ni vipi tumekuwa na hii mipangilio. Number 1, tulikuwa na ile inaitwa Sessional Paper number 10 ya 1965. Ile ambayo ilianza na kuleta mipangilio. Ile ilikuwa mambo ya socialism. Ilileta ya kwamba watu maendeleo ikafanywe kulingana na regions ambazo zinaonekana ziko na potential ya kuweza kupeana mapato in terms of agriculture kwa haraka. Ilileta imbalance in terms of development. Tukatoka pale, development philosophy iliyofuata inaitwa Harambee. Harambee ilikuwa ni nzuri ya kwamba watu wakaweze kutafuta local resources, wakafanya nini, wakatengeneze mahala pao maendeleo. Lakini hata hiyo Harambee ilileta inequality. Kwa nini? Regions ambazo zilikuwa na watu wanaojiweza waliendelea kwa haraka kuliko regions ambazo zilikuwa na watu ambao hawajiwezi, mapato madogo. Number 3, tukakuja na Nyayo ambayo pia ilikuwa central, inafanya mambo ambayo ilikuwa inafikia watu wachache. Mbele kabisa tumefikia sasa Vision 2030 ambayo tumekuwa tuna implement
kupitia kwa medium term plans, medium plan term MTP1 ambayo ilikuwa inashughulikia economic recovery kwa sababu ya yale yalikuwa yametendeka pale 2007 2008. Tukasonga the medium term plan number 2 ambayo ilikuwa sasa inatuasha into devolution, yeah. Then medium term plan 3, the big 4. Hivi vitu vyote unapoangalia hizo, unatembea hiyo safari, unaona ya kwamba hakuna development philosophy ambayo ilihusisha kila sehemu ya hii nchi, kila mwananchi, kama sasa hii beta ambayo inashikana na medium term plan 4. Kwa sasa unapata ya kwamba kama ni affordable housing inafanywa equally katika county karibu zote. Ukiangalia hii beta imefikia wale ambao walikuwa wamesaulika. Kwa mfano mimi hata nilikuwa najua ya kwamba wewe usipokuwa haujasoma kubenefit kutoka katika serikali inakuwa ngumu. Tuko na project inaitwa Nyota, imeletwa na nini? Na bottom up economic transformation agenda, ikasema kwa muda mrefu wale ambao hawakupita kidato cha 4, maybe kwa sababu haikukuwa kupenda kwao, walikosa school fees, wazazi walikufa na wakabakia pale, hata hao wakahusishwa katika kujenga hii nchi. Nyota imekuja imefikia watu 70 katika kila ward na imetenga 5 billion, the first phase imefikia hao vijana. Kwa hivyo nikifikia haya mambo yote, utaona ya kwamba the development philosophy ambayo tuko nayo, ambayo inaitwa bottom up economic transformation agenda, inahusisha mama mboga, inahusisha mtu wa chini, na si kumhusisha tu, inampelekea maendeleo pale mashinani. So hiyo ndio kazi sisi kama State Department tunafanya, na tunataka kuenda kule nje tuelezee wananchi ni nini haswa kinaendelea. Asante. Dora, asante. Ni swali nzuri sana, na najua kwamba wananchi wengi wameishi kusikia propaganda mingi, na sisi kama katika State Department yetu tuko na agency ambayo inaitwa KNBS, National Bureau of Statistics, ambayo ina deal na numbers, na wengi wetu Rashid na Dora, numbers do not lie, haziwezi zikadanganya. Ukitembea kote kote, kunaweza kuwa ya kwamba kwa sababu rais ni mwanasiasa ni lazima atembee, lakini anatimiza the plan, mpango. Ukienda kule kwote hatuko na affordable housing. Ukitembea sasa unaona gorofa kule ambapo zikuwa, sijui kama hiyo ni siasa ama ni maendeleo. Ni siasa ya maendeleo. Ni siasa ya maendeleo. Oh yes. Okay. So tunakubaliana hapo, kama ni siasa ya maendeleo basi wacha ikaendelee, kwa sababu hata kule kwetu hatukuwa tuna barabara. Ile nikizaliwa nikiwa mdogo tulikuwa na lami moja peke yake ambayo ilikuwa inapita, tunajua Busia, Kisumu na ingine pengine Malaba, ile inaelekea Eldoret. Saa hizi barabara zinatengenezwa, soko zinajengwa zaidi ya 15. Kuna soko ile ya Bumala is a modern market ambayo atakuja kufungua hivi karibuni. Barabara ile ya Butula na Mbale, Amkura, Amagoro inakuwa launched next month. Ndugu zangu, kama ni siasa na ndio inachezwa hivyo, basi wacha ikuwe siasa, kwa sababu inaleta maendeleo. Asante. Niko na sauti ya usemi. Tumepewa jukumu la kuweza kupangilia, kufuatilia na kuripoti kazi ambayo serikali inafanya, na hii serikali imefikia watu mashinani, hata kaunti yangu. Asante. Haswa kushukuru mwanzo kabisa Mola kwa kutupa fursa hii ya kuweza kukutana. Namba 2, nataka kuchukua nafasi hii pia kumshukuru Rais William Ruto ya kwamba pamoja wakishirikiana na mwenda zake Baba Raila Amolo Odinga wakaleta kitu kinaitwa broad based. Mimi ndio product ya broad based. Niliingia kupitia kwa, siwezi kosa kusema vile, hata ninapotembea tunapoongea broad based, mimi huyo ama beneficiary. Na ningependa kuambia wananchi ya kwamba tumeingia kama experts,
na experts tunafanya kazi. Mmetuona kule mashinani, tumefikia watu. Kama kule nyumbani nimefikia watu kwa miezi 6, tumeweza kupeana basi 2 kule nyumbani kwetu kabisa. Kwa mwaka huu. Kwani ni wapi kwani? Mimi natoka katika Busia County, na Mbale constituency. Village inaitwa sublocation ni Lupita, village inaitwa Sierra. Nilipeana basi kwa kupitia kwa ushirikiano wa serikali yote pale Lupita na Sierra. Na mwaka huu rais ametukubali tunapeana basi zingine tena kule, na si Busia peke yake. Tumeenda mpaka Karachuonyo tukapeana basi, tutaenda Mwatate, ili muweze kuona ya kwamba kumbe broad-based si mbaya, experts wanachapa kazi. Asante. Bila shaka Kuisimplify kwa language ambayo wananchi wanaelewa. Kwa mfano, juzi kupitia kwa gumzo la uchumi mashinani, nimekutana na viongozi wa kidini wote Mwatate. Tulianzia pale Mwatate. Kasema kila ward kutoke na wahubiri waweze kukuja tukasemezane. Na nilikuwa najaribu kuwaelezea kwamba beta si strange thing ambayo inatoka kule juu mbinguni. Kawaambia kama hapa Mwatate mnafanya nini? Mnapanda, ndio. Na hii kupanda, mnapanda. Nikawaambia sasa hiyo ndio pila moja ya beta. Beta inaenda mashinani na kuchukua kile unafanya, tunaipackage ili tuweze kuongeza value, ndio uweze kupata mapato mzuri. Mahala ambapo kuna ukulima, tumeleta mbolea. Nauliza niliuliza wale wachungaji, mnalima mnafanya namna gani tangia mwanze kupata hii mbolea? Mapato yako namna gani, yako mzuri? Nikamwambia sasa hiyo ndio pila moja ya beta. Tukienda katika biashara ndogo ndogo, umeguzia mambo ya nyota, tuko na Hustler Fund, tuko na watu wanafanya zile biashara za chini. Tunapokutana na wananchi tunaongea mnafanya namna gani, tunahitaji tuwape elimu vile mtazifanya ndio mpate mapato mzuri. Hapo sasa tunapoeleza ndio nawaambia sasa, unaona hii kitu unafanya, hii ndio pila moja nyingine ya beta. So hiyo ndio sisi State Department tunajaribu kufanya, kufikia wananchi, kuwaonyesha kwamba beta hii sio ya kwamba iko Nairobi kwa maofisi, iko na nyinyi, inatembea na nyinyi kule katika mashinani. Asante. Na alikuwa katika kaunti ya Busia. Asante sana. Nataka kuchukua fursa hii kushukuru Rashid na Dora Manya kwa kunipa nafasi kama hii ya kuweza kuja kusungumuza pamoja na wananchi. Ningependa tu kuanza kwa kusema ya kwamba majina yangu ndio umesema na ni mzuri wasikie kutoka kwangu, Boniface Makoha, ya Principal Secretary for State Department for Economic Planning. Rashid na Dora, jana tumekuwa kule magharibi mwa Kenya, kaunti ya Busia, kaunti ya kupendeza, na tulikuwa tunampokea rais wetu mpendwa Daktari William Ruto, ambaye alikuwa anatembea kuzindua miradi tofauti tofauti ya maendeleo. Tulianzia pale Budalangi asubuhi na mapema kuweza kuzindua barabara hiyo ya kutoka Mndere kupita Mbaka ikienda Sioport. Na baada ya pale pia akazindua market ya Budalangi. Na tukafululiza kwa haraka sana, tukaenda kule kunaitwa Nasewa, Matayos constituency. Unajua kwamba Nasewa, Busia County is one of the smart cities. Mahala pale akazindua barabara ya kutoka Nasewa ikikuja paka Matayos kushikana na ile ya Busia Kisumu. Jambo lingine tena ambalo alifanya pale ni kuzindua affordable housing, 2,000 units. Mahala pale utapata kwamba pia tuko na KIPES, tuko na EPZ, tukawa na wananchi wakifurahia sana. Na jambo ambalo ningesema ni kwamba hakika serikali hii tunafikia watu mashinani, bottom up, kwa sababu rais mwenyewe anaamua kwamba twende mpaka village kule chini Mndere. Holders wengi ambao walikuja na wakapeana maono yao. Na hata niwaambie ndugu Rashid na Dora ni kwamba
Ministry ya National Treasury si kwamba ndio hiyo inakuja na figures na kuweka. Sisi kazi yetu tunakuwa na sector working groups ambao watatengeneza bajeti yao, wafikie hata kule counties waweze kuleta priorities zao, ndio tukikuja kwa pamoja tunaanza kuiweka ili ikaweze kumake sense, tukiangalia uzito wa revenue yetu. Unaweza uliza ulitaka trilioni 1 kutengeneza hii, tunajiuliza inapatikana, itawezekana? So tuna rationalize, lakini kwa kuhusisha stakeholders wote. So kile ambacho tungependa kufanya ni kwamba budget making process inapoanza, tunaanzia mashinani na kila mwananchi yote ajue ya kwamba sauti yake itasikika, priority ya area fulani zitapatikana, zikuje zifike katika ile budget. Kwa mfano, tulitaka barabara mingi sana Busia, lakini zile ambazo tulinakili karibu barabara 10, kwa kuanza tumepata barabara karibu 3. Tunashukuru kwa sababu revenue kwa sasa haiwezi jenga zote 10. Kwa sababu gani? Pamoja na waziri amesema ya kwamba kuenda mbele yeye mambo na rais ya kuincrease tax, ushuru, hapana. Mambo ya kukopa deni kule nje, hatutakopa. Kwa hivyo lazima tufikie chini na tuongee na tuseme ya kwamba haya ndio matakwa yetu, the priorities, lakini ni nini tunachokiweza sasa. Kwa mfano, ukiwa na mwanafunzi, wale ambao ni wazazi kama mimi, anakuandikia shopping list anaporudi shuleni, atakuandikia. Lakini wewe kama mzazi kwa uzito wako utaenda pale useme yenyewe hizi umetaka, lakini sukari kilo 50 unafanyia nini? Nadhani hauhitaji kwa sasa, hii ndakupa kilo 3. So hivyo ndio sisi tunafanya na tunasemezana. Leo naketi na mwanafunzi mwambia hapana, iwezekani hivyo. Hiyo sasa ndio budget making process, ndio gumzo la uchumi mashinani tunataka tufikie kila mmoja. Ndugu yangu Rashid pamoja na dada Dora na wananchi, nashukuru sana kwa kuchukua nafasi hii kuweza kusikiza mada yetu ya siku ya leo, ya kutaka kufuatilia kujua mipangilio ya serikali iko vipi. Swali, nitaenda na maswali, naona kuna maswali kadhaa. Swali la kwanza lilikuwa ni Ombeso mambo, akasema mbolea miaka ya kwanza 2 ilikuwa sawa, mwaka huu hawako sawa. Sasa sijui hawako sawa vipi, lakini hili tunalinakili, tutalifikishia wizara inayohusika ili wakaweze kufuatilia. Lakini nashukuru pia akataja akasema mambo ground iko sawa. Si mimi nimesema. Akasema anaona soko zinajengwa. Anasema anaona barabara zinajengwa. Nashukuru sana ndugu kwa kuweza kuhakikisha ya kwamba kile nimekuwa nasema si uongo. Number 2, kuna ndugu pia ametoka Kericho. Anasema kwamba masuala ya mbolea ndio pia analilia, anaomba ya kwamba yakashughulikie. Kwa hivyo kidogo nitafikia ndugu yangu PS Rono niweze kumwelezea kwamba kuna mahala mambo ya mbolea watu wanauliza yanaendaje, ili ifuatiliwe, iangaliwe. Ndugu Ongoma anasema nyota ni kitu kizuri, lakini kwa nini nyota ina target vijana si wazee? Akasema kwamba vijana hawa hawajui kitu. Wacha niweze kujibu, ndio ule mwingine pia anauliza aweze kujua ya kwamba kidogo wazee wanakuwa targeted. Tuko na zile pesa za wazee zipo, lakini hii nyota inasaidia hawa vijana. Hatuwapei tu, tuwatoi mahala popote, tunawapea. Wanapitia vetting. Wanapomaliza vetting, tunaenda kuverify ya kwamba kile wamesema ni ukweli. Alafu wanapelekwa training, kukuwa trained wiki 2. Na baada ya pale waandike business proposal ile wanataka kufanya. Wanapopewa pesa, wanapewa mentor ambaye anawafuatilia on a weekly basis kuhakikisha anafanya vile kunahitajika. Kwa hivyo si kwamba mambo ambayo serikali imesema tu iwape ndio vijana waende pengine wapigie mwili pole.
yale tunawahamasisha, tunawaambia ni mambo ambayo yanaweza kuwasaidia. Na kama ulisikia ushuhuda, kuna ndugu mmoja ambaye alisema ya kwamba alianza na nguruwe, sijui ni wawili. Saa hizi yeye kule magharibi ni mwanabiashara sasa ambaye ameweza kufaulu. Swali lingine lilikuwa ni swali la Kingi kutoka na Kingi yako peana ni Wadu Mkindi kutoka Taita. Anasema kwamba unga ndio kweli, amekubali. Kwa hivyo si uongo tunasema unga ulikuwa juu, lakini yeye kidogo akaingiza akasema kwamba yale maswala ni maswala ya mvua. Sikatai ya kwamba inaweza kuwa na maswala ya mvua, inafuatana pia na maswala ya policies ambazo zimewekwa. Unajua, bei ikishapanda hakuna mwanabiashara yeyote anaweza kubali kurudisha bei chini, hata kama mavuno yako namna gani. Ni lazima serikali iingilie, iseme hapana, ndio mapato hayakuwa, mavuno hayakuwa saa hizi tuko nayo, usibakishe ile price ikuwe 250, rudisha chini. Kwa hivyo serikali iliingilia, lakini tunamshukuru Mola kwa sababu mvua ilikuja pia ikaweza kutusaidia mahala pale. Mambo ya mbolea kuwa mchanga, mnajua kile kilifanyika na watu wale, they took responsibility. So sio mambo mimi naweza kuingilia kuongea. Iko katika mitandao, iko katika news zetu ya kwamba wale ambao pengine walihusika, serikali iliweza kuchukua fursa ya kuhakikisha ya kwamba wamebeba msalaba wao. Asante sana.